Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Uza Mayai. Na msimulizi wako ni mimi Gray Simulia. Nikukumbushe usisahau kusubscribe ili kupata simulizi nyingi na zaidi kutokea hapa Gray Simulizi. Jina lake ni Juma Rashidi, kijana kutoka kijiji cha Kanyelele, mkoa wa Mwanza, Tanzania. Maisha yake yalianza kwa unyonge sana na mateso makali. Alizaliwa katika familia maskini ambapo kupata mlo mmoja kwa siku ilikuwa ni neema kubwa sana. Baba yake Mzee Rashid alikuwa mkulima wa kujikimu, huku mama yake Bi Amina akiuza mboga sokoni ili kuisaidia familia. Juma alihitimu darasa la 7, lakini hakuweza kuendelea na masomo kwa sababu ya ukosefu wa ada. Badala yake aliamua kutafuta njia za kujiendeleza. Alianza kuuza mayai ya kuku, biashara aliyoiona ina mtaji mdogo lakini inaweza kumtoa katika umaskini. Alianza kwa kuuza mayai 5 aliyoyapata kutoka kwa jirani yao, akiyabeba kwenye kikapu kidogo na kuyatembeza mitaani. Katika siku za kwanza biashara ilikuwa ngumu. Watu walimdharau wakiona kuwa hana maana katika jamii. Wengine walimcheka wakisema, hii biashara haiwezi kutoa kimaisha. Lakini Juma hakukata tamaa. Aliendelea na bidii, akikusanya faida kidogo kidogo na kuwekeza tena na tena kwa kununua mayai zaidi. Baada ya miezi michache alikuwa na wateja wa kudumu. Aliamua kupanua biashara yake kwa kununua kuku wake mwenyewe. Alijenga banda dogo nyuma ya nyumba yao na kuanza kufuga kuku wa mayai. Alipoona mafanikio, alitumia faida zake kuwekeza zaidi, akiongeza idadi ya kuku wake na kuanza kuuza mayai kwa jumla. Ndani ya miaka 2 tu, Juma alikuwa mfanyabiashara mashuhuri wa mayai katika kijiji chao. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbushe kusubscribe ili kupata mwendelezo wa simulizi za kusisimua kutoka hapa Gray Simulizi. Baada ya miaka 5, biashara yake ilikuwa hadi kufikia mkoa mzima. Alikuwa na mashamba makubwa ya kufuga kuku, magari ya kusambaza mayai na hata duka la rejareja jijini Mwanza. Lakini mafanikio haya hayakupatikana bila mateso. Alikumbana na changamoto kama wizi wa kuku, majanga ya magonjwa na hata marafiki waliomsaliti kwa tamaa ya pesa. Hata hivyo, kilichomvunja moyo zaidi ni kifo cha mama yake pendwa. Mama yake Bi Amina alikuwa msaada mkubwa kwake na alitamani sana kumfurahisha kwa kumtoa kwenye maisha ya umaskini. Siku mama yake alipofariki kwa ugonjwa wa shinikizo la damu, Juma alihisi dunia imemgeuka. Alijutia kuwa hakuweza kumpa maisha bora mapema kabla ya kifo chake. Baada ya huzuni hiyo, alijifunza kuwa pesa pekee si kila kitu. Aliamua kuwekeza sehemu ya faida yake kusaidia vijana wengine wasio na ajira kwa kuwafundisha jinsi ya kufanya biashara ya mayai. Akawa mfano wa kuigwa, akihamasisha vijana kutokata tamaa. Msikilizaji, bado naendelea kukukumbusha usiache kusubscribe ili kupata mwendelezo na kutugea nguvu sisi kukuletea simulizi zaidi. Juma aliendelea kupanua biashara yake hadi kufikia nchi jirani kama Kenya na Uganda. Akawa bilionea wa kwanza katika familia yao. Lakini hakusahau alikotoka. Alijenga shule,
kijijini kwao ili kusaidia watoto kupata elimu aliyokosa. Jina lake likawa nembo ya matumaini kwa wengi. Hadithi ya Juma inathibitisha kuwa kwa bidii, uvumilivu na maono, mtu yeyote anaweza kutoka kwenye maisha magumu hadi kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa. Hata kwa biashara ndogo kama kuuza mayai, kuuza ndizi, kuuza maji kwenye vituo vya mabasi, kuuza karanga, ndoto zinaweza kutimia. Msikilizaji wa Grace Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Muuza Mayai. Nikuombe usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Grace Simulizi.